Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema kuwa tukio hilo la kusikitisha lilitokea Oktoba 6, 2025 majira ya saa 2 asubuhi katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa Isangati, mkoani Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe. Huyu ni mkazi wa Masoko mkoani Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo ambaye anaitwa Mary Yohana mwenye umri wa miaka 61, aliyekuwa mkazi wa Masoko, na alimuua kwa kumkata na panga kichwani. Mtuhumiwa alitenda tukio hilo tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 2 za usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa ya Isangati iliyoko katika mkoa wa Mbeya, na alimuua huyu Mary Yohana ambaye pia alikuwa ni mkazi wa Masoko na aliyekuwa mwenye ualbino. Kwa baada ya tukio hili huyu mtuhumiwa alitoroka, lakini kufuatia tukio hilo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kuwa limeripotiwa lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa majira ya usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, kuhusiana na tukio hili akiwa amejificha huko. Katika taarifa yake, kamanda Kuzaga ameeleza kuwa uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa familia unaohusiana na mashamba ya urithi, ambapo inadaiwa kuwa mtuhumiwa alikuwa akishinikiza marehemu kugawa mashamba hayo, hali iliyozua mvutano ulioishia kwa tukio la mauaji. Ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimshinikiza Mary Yohani ambaye kwa sasa ni marehemu, akimtaka kugawa mashamba ya urithi yaliyokuwa yameachwa na baba yake baada ya kufariki. Kwa jambo hili marehemu aliliona, akaona kwamba kwanza si utaratibu wa kugawa mashamba hayo, na huyu mtuhumiwa alichokuwa anataka ni kuuza ili aweze kupata fedha kutumia tu katika masuala yake ambayo hawezi kusaidia familia. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya vijana kuacha tamaa ya kujipatia fedha kwa njia zisizo halali, bali watafute fedha kwa uhalali na wasifanye matendo haya ambayo ni kinyume kabisa na sheria. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya kwa uchunguzi wa kidaktari, huku mtuhumiwa akiendelea kuhojiwa na polisi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.